wazee wameniomba hapa ya kwamba wazee wa jamii ya Kipsigis na wale wazee wa Kikuyu wakae waketi, watafute amani, watafute urafiki. Nimekubali hiyo, tutapanga mara moja. Wazee ya jamii ya Wakikuyu, wazee ya jamii ya Kipsigis waketi, watafute urafiki, watafute amani. Jamii ya Wakikuyu na Wakipsigis tukue kitu kimoja. Mmekubali? Hata Wakipsigis walinitembelea pale Wamunyoro, hata kama walipata baridi pale, ni baridi sana, lakini wakaona nchi nzuri na wakaniambia wangetaka jamii ya Wakikuyu na Wakaleji na Wakipsigis tukue kitu kimoja, na vile wazee wameomba nimekubali. Ya pili, hii jamii ya Kipsigis imetengwa sana kwa maendeleo. Nimetembea hapa, hakuna maendeleo. Nimekuta stima hakuna. Cha ifanye kazi ama inafanya? Wanalalamika mambo ya kodi, wanalalamika mambo ya masomo. Hawa wanalalamika kama Wakenya wengine. Mambo ya mashamba, kama kuna watu wameumia ni watu ya Kipsigis. Pale Angata Barikoi wameuawa na askari kama kuku, na hao ni jamii ya Kipsigis. Rais na watu yake wametuma watu pale Angata Barikoi na watu wameumia. Nilikuwa naangalia rekodi yangu nikakuta pale iko jamaa anaitwa Joseph Rono aliuawa pale kama mnyama. Iko Isaya Kirui aliuawa pale. Iko huyu Nixon Rono aliuawa pale. Iko huyu Richard Barsaben aliuawa pale. Iko Gideon aliuawa pale. Mimi nataka kusema ya kwamba watu wetu wa Kipsigis, Mungu akitusaidia mwaka ujao tukipata serikali, hao watu na familia zao tutawatafutia haki. Na hao askari waliua hawa tutawafuata na watakuja kufungwa. Hakuna mtu wako na ruhusa ya kuua mtu mwingine. Na hao wa Kipsigis hapana wanyama, hapana kuku wauawe kama wanyama. Hao ni binadamu na wako na haki ya kuwa na mashamba. Na kwa hivyo mimi nasema nyinyi mmeumia hata kuliko Wakikuyu pale. At least wao iko barabara, iko maji na iko stima. Hapa hakuna chochote. Rais amekaa mwaka 4, ako mwaka ya mwisho. Nyinyi mkipima kuna kitu kitafanyika? Labda hii safari yangu itafanya mfanywe kazi kidogo. Si ndio? Hii safari yangu inaweza kuzaa matunda. Si ndio? Kwa hivyo mkisikia ninakuja mnajitokeza. Hata nitasafiri kwenda nchi ya Marekani wiki ijayo. Nikirudi nitatembea katika constituency yote ya Bomet County na pale Kericho. Pia nitatembea pale Kuresoi North and South. Nikuje kutafuta urafiki na jamii ya Wakipsigis. Na mimi naona ya Wakipsigis tunaanza kupendana. Naona damu yetu ni moja, ile ya kuchemuka haraka. Sasa mimi natafuta urafiki ya kiutamaduni na jamii ya Wakipsigis na Wakikuyu na wazee wataketi. Lakini kama Rigiji natafuta uhusiano ya kisiasa, wacha niambie nyinyi watu ya Murwa Kitiri, William Ruto ni mmoja wenu, lakini amepata matatizo huko mbele. Alidanganya kila mtu, mambo yake ni mbaya, anaelekea kwenda nyumbani. Na mimi sitaki msame na yeye, si ndio? Nyinyi mkuu watu were huko Mlimani amekataliwa, huko Ukambani amekataliwa, huko kwa Somali amekataliwa. Juzi alikuwa ametegemea Wajaluo, ameenda pale amepiga vita, wamewacha yeye. Alikuwa ametegemea Waluya, Wamalwa na Zibuna, wamehama na hawa. Sasa amebaki pale Nandi, pale Useligisho. Na hapa kwa Kipsigis mambo yake iko namna gani? Mambo yake iko namna gani kwa Kipsigis? Sasa wa jamii ya Kipsigis, tafadhali naomba nyinyi, mimi sitaki muache nyuma. Ile serikali tunaenda kuunda ya Wakenya wote, wa Kipsigis msiketi pale kwa Ruto na UDA mbaki nyuma. Mimi nataka mkuje kwa meza. Mimi najua Johana Ngeno alikuwa kiongozi wa Kipsigis. Sasa hamuna kiongozi. Alikufa vile Kikalia Konesa alikufa, vile Laboso alikufa na wengineo. Na hatujui ni kwa nini kila kiongozi wa jamii ya Kipsigis akitokeza anakufa na njia ambayo haieleweki. Wanaua hawa. Mimi naombea nyinyi wa Kipsigis mpate umaarufu hivi karibuni, mpate viongozi wakuje tuketi kwa meza. Tukiunda hii serikali mwaka ujao, nataka wa Kipsigis mkuwe ndani.